Ladies and gentlemen, karibu tena ndani ya Kisi Hot. Nashukuru sana. I am here to advocate 2-3 things in this morning. Jana tulikuwa na kimbi, watu tulikimbi kila sehemu. In fact, hadi uko kwao Sugoi, kule Eldoret. Watu walikimbi. Pale maeneo ya Nakuru, watu walikimbi kule maeneo ya Nyeri. Tuliona protesters wengine wakiruka kamba wakicheza mpira. So welcome back to our normal business as usual. I am here to just advocate 2-3 things. You know, the work of the police wakati wa maandamano is to give security, to guard the property, and not to loot and tear gas people. For instance, they can use tear gas, but for the work of police, sometimes is to guard the properties and shops. It's a very sad morning, and I want to share this video. I think there is a video here. I want us to look at this video first before we narrate this video into details. Yeah, I think umeona hii video. And this video is one of the videos ambazo zimetokana na maandamano ya siku ya jana. This is a GK, you can see, this is a GK, a government vehicle, a police vehicle with police in uniform, looting a shop. I think tumekuwa tukisikia kwamba watu wa serikali, rais na naibu wa rais na baadhi ya viongozi wengine wakisema kwamba Raila akifanya maandamano, watu kazi yao ni kuiba na kuharibu vitu. But for instance, sometimes vitu zingine zinafanyika kutokana na tabia za maaskari. Na nitakueleza mawili matatu kutokana na yale ambayo tumeyaona. For example, if you check on this video, a police officers wanapepa gesi kutoka kwa duka wakipanga kwenda kwa gari ya polisi. Why? Kama kulikuwa na waandamanaji wamefukuzwa na wametoroka, mbona waanze tena kuchukua gesi wakipanga kwenda kwa gari ya polisi? Yaani mnapeleka mtu mwingine hasara. For what reason? And this is the kind of the government ambayo inasema kila siku the work of the police officers is to guard the property of the people. They always accuse Raila Odinga eti yeye ni mzee wa kuharibu vitu na kuiba mali ya wenyewe. And that's why they guard the CPDs, central maeneo ya biashara, maduka makubwa kila town. Wakati wa maandamano unapata maskari wamewekwa. But for this video, it is scaring. Nimesema hapa kwamba maaskari sometimes ndio wanafanya vitu zingine zinafanyika na watu wanakufa kutokana na maandamano. I want to give you for example what happened in Nyeri town. Kumekuwa na kimbi sehemu zingine. But kimbi ya Meru town was very peaceful. I want us to differentiate between Meru
and other parts of the country. And don't forget that DP Rigathi Gachagua comes from Mathira, Nyeri County. You see, in Nyeri County, there were peaceful demonstrations. But when you come to other parts of the country, like Kisii and whatever, it was chaotic. Reason why? Those other parts of the country, maaskari walikuwa wamewekwa kila sehemu. Mkijaribu kukuja kama mnaandamana ama mmekusanyika pamoja, ile kitu inawafuata hapo ni tear gas au maji yale ya kujikuna. Particularly Nyeri, if you check, wale walikuwa wanacheza kule, there's no any police officers interfered with those people. Hakuna hata tear gas ilirushwa kule. Kwa nini? Wale ni watu mahali ambapo Rigathi Gachagua anatoka. The other parts of the country, kwa sababu Gachagua hatoki huko, ni kurushiwa tu tear gas. And this is the character of this government. You can check. And that's why if you look at this, wanaiba gesi kutoka kwa duka wakipanga kwenda kwa gari. Because of what? They are armed. I want to know this location. Nataka kujua hii sehemu ni gani, huyu mzee ama hii duka ambayo ilitolewa gesi ni kama unajua ni wapi. Andika comment yako hapo chini. Nitaenda hadi hapo tufuatie tujue kwamba ni kwa nini maaskari walikuwa wanatoa gesi kutoka kwa duka wakiwa kwa gari ya polisi ya askari na walikuwa wanapeleka wapi. Si gesi moja. Wanatoa wakipanga kwa gari. Imagine, huyu wako watatu. Mmoja anatoa, anapeana huyu, mwingine anapanga kwa gari. 6 kgs. Yeah? Nilikuwa nimeona ile kubwa bado ilikuwa kule. So meaning like they collected everything. So meaning kama sehemu zingine kama duka ziko zimefungwa, that's the advantage they take to loot from the people. Wakati unasikia watu na tear gas wakitoroka, kama hawajafunga duka, kama hawajafungia vitu zao, nyinyi kazi yenu ni kubeba na kutoroka nazo. Shame on you. And IG Koome, unastahili utoke tu useme ukweli. Hawa walikuwa wanafanya nini? Kazi yao ya kubeba hii gesi kutoka kwa duka ya mwenyewe. Kama protesters wamefukuzwa, wametoroka. Yeah? What's the best way ya kusaidia kama zilikuwa zinaibiwa? The best way ni gani ilikuwa inafanywa? And kama kusema ukweli, walikuwa wanasaidia, hakuna mtu angekuchukua video. Wangeita mwenyewe akuje, wamwambie tumekuguard, gaweka kwa nyumba yako, funga. Si kuweka kwa gari ya polisi, wanapeleka wapi? These are the people ambao wamekuwa wakiibia watu. And mnaanza kusema eti ni wafuasi wa Azimio, watu wa Raila. Sometimes you charge Raila Amolo Odinga na watu wake kama hamna evidence. For example, tumeona hii ni evidence, solid evidence, which shows that the way how wamekuwa wakifanya nini, wakiloot the people's property wakati wamefukuza wale watu wa maandamano. Hawa maaskari, shame on them. Kama hii ndio kulinda nchi, uhuru na haki, welcome to Kenya, mahali askari wanatumia nguvu na kuiba gesi na bidhaa zingine kutoka kwa wafanyabiashara. Alright, see, tunaona baadaye. Kwa sasa nimeenda kwa sababu
nimechoka, nilikimbi. Wacha niende hivi. Tutakimbi next week. Na tutachukua mkondo mpya. Sasa wengine tutachukua mkondo wa kuangaliana na maaskari. Tuone ni nani anachukua vitu za wenyewe. Like kama chinzi ambavyo umetazama hawa ni gesi tu wanatoa kwa duka wanaweka tu kwa gari. GKB